we want to talk about prayers. Nini maana ya prayers? Tukiambiwa prayers, nini inakuja katika akilini mwetu? Prayers is the way to talk with. Ni ile hali ya kuzungumza na Mungu. Unaenda mbele za Mwenyezi Mungu, unamwambia yale ambayo yanakusumbua. Hata kama sio yale yanakusumbua, unaweza enda mbele za Mungu, you just want to request something from him. Si ndio? Kosa aweze kukubariki. Na before uende mbele za Mwenyezi Mungu, lazima ujichunguze. Sometimes unaweza enda uombe, lakini Mungu ajibu maombi. Unashindwa ni nini? Unajiuliza mbona huwa naomba kila siku na Mungu anijibu. So tunaambiwa tukisoma katika kitabu cha Matthew chapter 6 verse 5. Tunafunzwa jinsi ya kuomba. Ni nani atatusomea? Matthew chapter 6 verse 5. Mwenye amepata. Matthew chapter 6 verse 5. Verse 5. Kichwa ya hiyo mada inasema Jesus teaching on prayers. Bwana sifiwe. Amen. Ninaenda kusoma. Nasoma kwa Kiswahili ama soma tu kwa Kiswahili. Tena inasema ya kwamba tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wametenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Ukiendelea ukisoma hiyo prayer inasema, and when you pray, do not be like the hypocrisy, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corner to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. So hii inatuonyesha ya kwamba kuna wale ambao wanapenda kuomba, yani wale hypocrites, ndio ndiposa waweze kuonekana. Biblia inatueleza vizuri, unapotaka kuomba, unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, enda pale ambapo in a secret way, so that you can pray to your God. God anaona in a secret, ile ambayo anaona ukifunga mlango wako na uende ukamwombe Mungu, Mungu anaona. So tusiwe wale hypocrite ambao tunajifanya tunaenda kuomba na hali ndiposa tuweze kuonekana na wengine. Tusiwe hivyo. Unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, go ili unaamini na ustand, because God atakujibu na atasimama na wewe. Ata reward that prayer of yours. So and tukisoma katika James chapter 5:13 to 16. James chapter 5 verse 13 to 16. Inasema ya kwamba Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka 440, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Kenani
miaka 910 akafa. James chapter 5:13-16. Yakobo chapter 5:13. Biblia inasema ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. 15. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Amen. So Biblia inatueleza, if anyone among you in trouble, let them pray. Hapo inatueleza wakati wowote unaweza pitia shida fulani, uko kwa shida, si lazima uende mbele za Mwenyezi Mungu. Labda unapitia magumu katika ndoa yako, maybe unapigwa vita katika kazini. Before upate jawabu, lazima uende mbele za Mwenyezi Mungu, uambie Mungu, ni wewe tu utasimama na mimi, ni wewe tu utasimama na mimi katika hii ndoa, ni wewe utanipigania katika hii kazi ambayo napigwa vita. And before you go to God, you have to, lazima uchunguze moyo wako. Moyo wako unakaa aje? Moyo wako ni safi ama iko na machungu? Kwa sababu huwezi enda mbele za Mungu na umebeba machungu. Uko na grudge na mama Ibra, uko na grudge na Sheila. Lazima umuombe Mungu msamaha. Na unapoenda mbele za Bwana na uambie Mungu, ninakuomba jambo fulani, ninakuomba hili tatizo ambalo ninapitia katika ndoa yangu, Jehova Jire, uniongoze ndiposa niweze kusimama imara. Bila maombi hatuwezi. Bila maombi ndiyo silaha katika maisha yetu, ndiyo silaha ya kusuluhisha jambo gumu katika maisha yetu. Tunaambiwa hata kama ukiwa mgonjwa, tunaita elders wanakuja kupaka mafuta. Before they come to do that, you have to pray. And before you pray, lazima uwe na faith ya kwamba Mungu atatenda. Lazima uwe na imani katika rohoni mwako. Nikiomba Mungu, lazima Mungu atanitendea. Mungu atafungua milango. Na nawashukuru Mungu, ushukuru Mungu ya kwamba Mungu huyu atanitendea. Tukienda hivyo, hata prayer ina apply pale ambapo Jesus alikuwa anaombea wanafunzi wake. Ukisoma katika John chapter 17 verse 20-23, tunaona jinsi Jesus alikuwa anaombea wafuasi wake, they are believers. Kama umepata unaweza tusomea John chapter 17, 20-23. Nasema, wala sio hao tu ninawaombea, lakini ni wale watakao waamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki na kwamba wewe ndiye uliyenituma. Asante. Tukisoma hapo inatueleza ya kwamba my prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me. Umeelewa hapo? Mungu anaombea hata wale ambao wana believe in him. So as a Christian, hata wewe ukienda mbele za Mwenyezi Mungu, si ati unajiombea peke yako, si ati unaomba shida yako peke yako. Anza na shida ya mwenzako, anza na shida ya Sheila, anza na shida ya Susan. Ukipeleka mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu atasikiza maombi yako. Wewe umekuwa ukiomba kwa muda mrefu,
unajiuliza kwa nini sipati jibu. Unaamka kila siku saa 9 unaomba, but you start with your issue. Mungu hataki watu selfish mbele yake. Anza na ile shida ya jirani yako. Huenda mtoto wako amefukuzwa school fees hapo kwa mlango. Anza na yeye. Ndiposa uweze kutandika shida zako mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hakika Mungu atakutendea. And before you do that, you have to safisha moyo wako na ukuwe na imani ya kwamba Mungu atatenda. Asanteni. So we want to jiuliza kwa nini huwa tunaomba? Juu kila mtu hawezi kosa kitu ya kuombea, sivyo? Mbona tunaenda mbele za Mwenyezi Mungu ndipo tuweze kuomba? Mbona tunaomba? Kitu ya kwanza, prayer is humble. Prayer is what? Prayer is humble. Lazima uhumble mbele za Mwenyezi Mungu. Lazima uende mbele za Mwenyezi Mungu ukinyenyekea. Unapomwomba kitu fulani ya kutendea katika maisha yako, lazima ukue humble. Now with humble, God will answer your prayer. Hauwezi enda tu na command Mungu, God, nataka kitu fulani. No. Lazima uende pale ukiwa na order. You humble yourself and then you put your issue before God. Kwa hakika Mungu atakutendea na atakujibu maombi yako. If you read 1 Peter chapter 5, 6 to 10. 1 Peter chapter 5, 6 to 10. Inasema ya kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Mseme huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba anaguruma huzunguka akitafuta mtu ammeze. Amen. Inatueleza ya kwamba humble yourself, there understands God mighty hand, that he may lift you up in due time. Inatueleza ya kwamba you supposed to humble yourself before God. Uwe mtu mnyenyekevu. Unapopeleka your prayer request to God, lazima uwe mnyenyekevu. Ndiposa Mungu atakusikiza na atakujibu maombi yako. The second one is prayer is powerful. Tukisoma tu the same James tulikuwa tunasoma with the same with prayer is powerful. Inatueleza ya kwamba the moment you are in trouble, ambapo tulishaongelelea hapo, if you are in trouble, without prayer you can't go anywhere. So prayer is the key to solve your problem. Tusiwe wanyonge katika maovu. Tusiwe wanyonge katika maombi. Tuwe na ile moyo wa kuomba kila mara. Tuwe na ule moyo wa kusikiza neno la Mungu kila wakati. Kwa hakika Mungu atatutendea na Mungu atatembea nasi. Tuwe mfano tukilingana kwa njia ya Yesu Kristo alivyotembea na wanafunzi wake. Tumfuate na tufuate nyayo zako, na tutakuwa watu ambao wenye wako ukamilifu katika maisha yao, kwa sababu maombi ni kitu ya maana katika maisha. Bila maombi hatuendi mahali. The third one is prayer is necessary. Maombi ni lazima. Kama kuna mwenye aombi, hata ukiomba maombi 2 tu, prayer is necessary. Lazima uombe hata kama unafanya nini. Tukiangalia kwa mfano pale Moses aliomba Mungu, si ndio? Ndiposa ile wakati alikuwa anatoa watoto wa Misri jangwani, si Mungu ndiye aliyemwelekeza? Bila maombi hangeweza. So maombi ni silaha ya kila jambo. Huenda unapitia jambo gumu katika maisha yako, unashindwa utafanya nini? Enda tu mbele za Mwenyezi Mungu na Mungu atakufungulia njia. Mungu atakuhakikishia. Hata kama unapitia nini, Mungu ndiye anayeweza.
I remember one day nilikuwa mwenye hasira. Nilikuwa na hasira mbaya mimi. Mimi ungeniambia kitu. Ungeniambia kitu. Kama ni mbaya ni mbaya. But I thank God through prayers. Hasira iliisha. Hata kuna one day karibu tupigane na mama Beka. Tulikuwa na yeye kwa line, tumepangwa kazini kwa line moja. So tulikuwa night shift. Ile harakati nataka kuenda kwa nyumba, 5 imefika. Yeye bado amekwama na kazi. Namwambia nipe, sasa hiyo nagonga meza. Nipe kazi. Sasa hiyo namwambia nipe, yana sasa hiyo nasukana tena amekuja sura pale. Wacha kunisumbua. Sasa hiyo mashini inamsumbua. Mashini inamsumbua. Mimi utanipea kazi na nipe, nataka kuenda. Sasa hiyo unajua unaharakisha wewe utairisha mtoto aende shule. Bado kazi imekwama nyumba. So alikasirika akaniambia nitakupiga wewe. Mwambie mimi utanipiga. Utanipiga. Sawa, maliza hiyo kazi na kungoja nje ya gate. Nikambebea, mwambie amka na kubebea kiti, nikambebea kiti nikaenda kuweka penye nawekwa. Mwambie twende. Tulipopatana huko nje sijui Mungu vile aliniingilia kati. Tukalipala tu tena tukaanza kucheka. Kabisa sasa tunafanya nini? Hapo hivyo ni urafiki ilianzia na akaniokota juzi. Huyo wakati nilikuwa naenda Catholic. Akaniuliza urafiki kakuja akaniuliza unaenda church gani? Mwambie mimi naenda Catholic, but naenda once. Akaniambia kuna church mahali kuja twende. Hivyo ndio tulishikana. But through prayer Mungu amenitoa mbali. Kwa hata kwa plot mimi ungeniguza. Nipange line na ukuje unatoa hizo mitungi. Nimepanga line, wewe unakuja na jibu yako unataka kuchota maji na kitabu. Kwa nini aje? So watu ambao wanasema utakanyaga mama Gravi utampata. Sasa hii hata wanashangaa tu nikanyage Mungu my friend. Sina haja na wewe. Na kisha naenda kwenye naenda. But through prayer, naambia Mungu nishike roho. Nishike roho nisiaifanya kitu mbaya. One ni maifanya. Kuna mwenye alinichokoza. Karibu nigonge na nyundo. Hadi nikapelekwa police station. Hadi nikapelekwa nikashtakiwa, but hiyo case Mungu alinivumilia na ikaisha hivyo. So maombi ni kitu ya maana. Hata mume wangu anashangaa kama yeye asiri iliisha. Nilikuwa mbaya sana na namshukuru Mungu aliniokoa. So maombi lazima tutilie maanani. Wanadada, usije hapa mbele umekwazika, umeshikia mwenzako, umeshikia Sheila, hajakupea chakula, amekupea chakula kidogo. My friend, unapokuja hapa unaomba, hiyo maombi haiendi mahali. Hiyo maombi lazima usafishe moyo wako. The whole week unasema pale jikoni tulikwazana. Ninaenda mbele naambia Mungu, Mungu unalia hadi unalia. No, safisha moyo wako na ubadilishe kuomba kwako. Kubadilisha kuomba kwako na maanisha nini? Unaanza na your issue. No, anza na issue ya Yvonne. Naambia Mungu tendea Yvonne. Ndio uweke shida zako mbele zake. Kwa hakika Mungu atakubariki. Unaposafisha kitu ya kwanza, safisha roho yako. Peleka shida zako mbele za Mwenyezi Mungu, badilisha kuomba kwako na uwe na imani ya kwamba Mungu atatenda. And then uwe na patience. Patience pay. Usiwe ule mtu wa kuharakisha ya kwamba Mungu nimeomba. Kwa nini Mungu alijibu? Mungu anajibu kwa wakati wake. Na anaenda kulingana jinsi mwenyewe amefanya nini? Amepanga. Hata tunaposoma story ya Jairus daughter. Jairus alikuwa amekufa moyo ya kwamba Mungu mtoto wake amefariki. Lakini alipoona Yesu, kwa sababu Yesu alichukua muda kufika mahali pale, alikuwa lose hope kwamba mtoto wake ashaaga dunia. So when Jesus reached there, alipata nafuu na mtoto wake alipoombewa na mtoto akafufuka. Ndiposa alikuwa akaamini ya kwamba kuna patience. Si ndio? So hapo hivyo tunajifunza maombi ni kitu ya maana. Kitu ingine, the importance of prayer. Kwa nini tunaomba? Kuna umuhimu gani after praying? Before we go there, kuna what we supposed to pray for. Si lazima kuna mambo ambayo tunafaa
kuombea, sivyo? Kitu ya kwanza inaitwa adoration. What the meaning of adoration? Adoration is the praising God for who He is and what He has done. Ni ile maombi tuna praise Mungu. Tuna praise Mungu kutukuza jina lake na yale ambayo amekutendea. If you read Psalms 103, Psalms 103 chapter 1, kiendelea utapata jinsi inavyotueleza. The Bible says, itasoma kwa Kiswahili. Nafsi yangu muhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aukomboe uhai wako na kaburi, akutie taji ya fadhili na rehema, aushibishe mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwe kama tai. Asante. Biblia inatufunza jinsi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumtukuze Mwenyezi Mungu na kila kitu ambacho unacho, ndiposa tuweze kuinuka katika maisha yetu. The second one is confession. Confession. This is the way acknowledging how we have failed to love and obey Him. If you read Luke chapter 18 to 13. Luke chapter 18 to 13. Biblia inasema ya kwamba, lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakumdhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Amen. Hapa tukisoma Luke 18 to 13 inatueleza kulikuwa na mtoza ushuru. Mtoza ushuru alikuwa na dhambi. Walikuwa watu wawili. Kuna mmoja alijipiga kifua. Basi mtoza ushuru alienda mbele za Mwenyezi Mungu, akinyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake, na Mungu alimsamehe na alimuonekania. The third one is thanksgiving. Thanksgiving. Giving thanks to God for the many ways that He is gracious. If you read Colossians 1:3 to 5. Kichwa inasema prayer of spiritual wisdom. Inasema twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote. Asante. Biblia inatueleza tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Iwapo unapitia mambo magumu katika maisha yako, usife moyo. Uwe na ile morali ya kumtukuza Mungu. Wewe zidi tu kumwonyesha, mshukuru Mungu na uzidi kumwomba, atakutendea na atajibu maombi yako. The fourth one is supplication. Supplication is bringing a request to God for Him to provide, bless, forgive, and to give understanding. If you read Matthew chapter 9, chapter 6, 9 to 13. Biblia inasema, basi ninyi
nyinyi wasalini hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Amen. So tumefunzwa jinsi ya kuomba. Nawashukuru na mtie maanani. Kwa hivyo tunaenda the importance of prayer. Ukishaomba si lazima kuwe na result. Kuna umuhimu wake. Kuna umuhimu wa kuomba. First of all, ni prayer help us to overcome temptation. Prayer help us to overcome temptation. Through prayers, maybe kuna temptation unapitia. But when you pray, maybe kazini umetegewa kitu. But when you pray and you go there, Mungu atapitia kati na utapata hiyo temptation na haitakupata. So prayer inatusaidia ku overcome temptation. Tuwe wenye kuomba. Hata unapoamka asubuhi, unapotairisha watoto wako, mume wako anapoondoka, ombea mume wako. Ambia Mungu mahali ameenda ukamfunike na damu yako. Hata watoto wako Jehova napoondoka ukawafunike na damu yako. Kuomba ni kitu ya maana katika maisha yetu. Kuomba pia inatusaidia as an individual. Inatupa strength katika maisha yetu. Maybe wewe ni mke, unapitia mume wako anakusumbua. You have to have strength in that house. Wewe ndio mwanamke katika hiyo nyumba. Mwanamke ndiye anayejenga ndoa yake. Utangoja mwanaume akuja kuombea. Mwanaume si rahisi aombe. Si rahisi. Labda kama huyo mwenye ameokoka. Na kama uko na mwenye ameokoka, shukuru Mungu. Juu mwanaume si rahisi. Ni wewe ndio utampula umpe nguvu. Anapokuona huyu mwanamke wangu anaomba. Au hata kama wanaomba, maybe atajificha mahali. Si rahisi atakuja hapa aanze kuomba ukimuona. Atajiombea kisirisiri au utasikia. Lakini when you pull up that socks, ndiposa aone kweli kuna mtu kwa hii nyumba. Mwanamke ndiye anayejenga nyumba yake na yeye ndiye anayebomoa. So you have to have that strength. Weka maombi, weka msingi katika hiyo ndoa, weka msingi katika hiyo familia na Mungu atakujali. Mungu atakujibu. The second one, prayer provides guidance and direction. Through prayer, individual can seek wisdom to make a wise decision. Maybe kuna kitu inakusumbua. Haujui jinsi utatatua hilo jambo. The first thing you have to go before God. Na uambie Mungu, nipe hekima, nipe wisdom. How to make a decision, a wise decision which will make my family to go through. So you have to pray. Na Mungu atasimama nawe. Mungu atakupa jawabu. Asante. The third one, prayer connects with other and God's work. Through prayer, vile tumekusanyika hapa, kama sio maombi, si maombi imetuunganisha hapa. Through prayer inatuconnect pamoja na inafanya tunamjua Mungu zaidi. With prayer we know God better. Na tunajua neno lake, tunasoma neno lake ndiposa tuweze kuimarika katika maisha. Ndiposa tuweze kuinuka kutoka msingi unaostahili. Kwa hayo machache ninawashukuru. The fourth one, prayer is the way by which we ask God for his intervention. If you want to see a change in your life, you have to put first that chenye unaombea uweke mbele za Mwenyezi Mungu. So you have to put your prayer uende mbele za Mwenyezi Mungu, uweke hiyo kitu ambacho kinachokusumbua na Mungu utaona Mungu
change maisha yako. Utaona Mungu akikubariki katika hiyo familia. Tuwe na moyo wa kuomba kila mara, tusiwe wanyonge katika maombi, kwa maana maombi ndiyo msingi. Maombi ndiyo prayer is the key to solve that problem. So tusiwe unadanganyika na chochote na mambo ya ulimwengu, bali tuweke maombi mbele. Yale ndio tu yangu ni hayo, na mbarikiwe. Na Amen. Chenye ningependa tu kuwawacha nayo before muombe, nimesema vitu ngapi? Nimesema uchunguze moyo wako unachunguza ni safi ama kama uko na grudge na mwingine, lazima urepent, lazima